kama kuna mgeni mwingine nimefungia, naomba ukiweza kuja hapa mbele msaidie. Tumpigie makofi basi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi si mgeni, mimi ni mshirika wa Canaan. Siku ya leo Kristo ni Kristo wa Mwokozi wangu. Hataniacha, bado amenishikilia na mkono wake. Nimemuona kwa kila njia, kwa kila hali ameniongoza, amekuwa mwema. Kwa kila jambo nimemuona akiniongoza. Bwana asifiwe. Sijagaili, bado naendelea na safari ya mbinguni. Ni kwa sababu mahali yenye aliniahidia hajanipea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasikia tu kukazana na ili nifikie hiyo ahadi yake. Bwana asifiwe. Nimefurahishwa na neno la asubuhi kwa sababu hii ni kipindi ya kukumbuka ambavyo Yesu Kristo aliteseka juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi kama Wakristo tunafanana kama vyenye Yesu wako. Bwana asifiwe. Na kwa sababu katika hii njia kama kwa safari hii ya kwenda mji wa mbinguni, lazima tutakutana na mambo mengi ambayo tukiwa na Yesu atakuwa anaenda akitushikia. Bwana asifiwe. Ni sina mengi. Bwana wa mbinguni awabariki na watende mema. Kama vile tunaendelea sasa hii, I hope hakuna mtu mwingine nimefungia. Na kwa sasa tumekawia bit sana bila kuona Sunday school wakiperform. Kwa sasa tutawakaribisha wana Sunday school wakuje watuimbie. Naam. Mnisamehe kama mtasikia na wapeleka haraka sana pole pole, mnisamehe. Nikujaribu tu. Are you ready to do something right now? I want you to do it with me. As I was saying, today, miracle follow me. Come on now. Miracle follow me. Left, right, center. Miracle follow me. Front and back. Miracle follow me. Every day. Yes. Miracle follow me. Yeah. Miracle follow me. Are you ready to do something right now? I want you to do it with me. As I was saying, today, miracle follow me. Come on now. Today, miracle follow me. Left, right, center. Miracle follow me. Front and back. Miracle follow me. Every day. Yes. Miracle follow me. Yeah. Miracle follow me.
kwa sifu Mungu. Na kuna matangazo. Wazee watafunga ripoti siku ya leo. Kuosha kanisa ni Jerusalem. Alafu tutakaribisha Mama Lobo kama ako na matangazo mengine kuongezea. Mtatusikie. Bwana asifiwe. Asante sana Michelle. Tunajaribu. Kama wewe ukiambia usimame, si utatetemeka ukae chini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kumshikilia. Niseme nimeokoka na Yesu ni Bwana ndani yangu. Bwana asifiwe. Lakini ambao mmetutembelea, yule ameamuka, wale hawajaamuka, karibuni sana, tunawapenda. Bwana asifiwe. Kanisa letu linapenda wageni sana. Kwa hivyo mjisikie mmekaribishwa. Karibuni tena na tena. Bwana asifiwe. Yangu nimesimama kama vile tumetangaziwa na mwanayudhi wetu. Ni kweli leo ni siku ya kufunga maripoti na ni idara zote, sio wazee peke yao, ni idara zote. Kwa hivyo wamama mkumbuke vile tulihaidiana na idara zingine. Bwana asifiwe. Tena niwakumbushe tulitangaziwa na mchungaji wetu Sande na wale kweli tulikuwa Kiogano District Council. Mulisikia hiyo matangazo, ni kweli tunayajua wale tulienda na wale hawakuenda. Ni kweli mulisikia matangazo Sande. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri sana. Hizo pesa vile tuliambiwa vizuri na tukatangaziwa vizuri na mchungaji. Ni kweli wewe umehesabiwa na mimi nimehesabiwa. Bwana asifiwe. Na sio pesa nyingi, ni 250. Kiungano si ni wiki hii ijayo. Bwana asifiwe. Ni wiki hii ijayo. Kwa hivyo najua vizuri mmejiandaa kama vile tulitangaziwa Sunday, kila mtu 250 na ni mshirika wote. Bwana asifiwe. Si mmebeba? Najua mmebeba. Bwana asifiwe. Tusihaibishe mchungaji. Si ni kweli? Mizigo yetu tuibebe sisi wenyewe. Si ni kweli? Kwa sababu kule akienda wale wanaenda section, kama director amekaa pale, director mwingine kona hii na mimi tunajua kule kile kimeitishwa sio mchezo. Bwana asifiwe. Mnataka mchungaji abebe mizigo yetu? Si mnataka yeye tumurahisishie kazi? Bwana asifiwe. Na ni kweli sisi wakana ni wa baraka. Ni kweli mizigo mingi anabebaga. Niseme ya kwamba na ni vizuri kusema. Unajua yeye hawezi simama ajisemee. Bwana asifiwe. Kuna mchungaji mzuri anabeba mizigo yetu na hatujuagi. Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa section council, wale tulikuwa huku, si tulikuwa huku, ulikula mshere, hata kama chai hatukukunywa mshere vizuri. Bwana asifiwe. Unajua iligharimu sisi tulikuwa tunatoa 6,000. Hakutuitisha, si ni kweli? Hata wengine hawajui, lakini kama sisi viongozi tunajua. Bwana asifiwe. Mimi wanafanya nini? Hata sasa mnataka tubebewe? Bwana asifiwe. Na vile mmesema hatutaki tubebewe. Kama wewe huku kuja na tufeti leo, vile tulitakasiwa, si Sunday ulete. Ni kwa sababu ataenda na atapatia. Wewe ambaye huku ulete leo, ujue ataenda atoe zake, aweke. Mtukipenda hivyo. Kwa hivyo kama huku beba leo, Sunday ubebe. Ndio tubarikiwe pamoja na tumurahisishie kazi. Si ni kweli? Na sisi kuwasuli sana wanakana. Kwa sababu nyinyi sio mizigo. Si tunarahisisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Wewe ambaye umebeba leo, si utatuona na kwani utabarikiwa. Bwana wabariki na watende mema. Wanakwaya bado sijasahau Bwana nyingi. Kwa sasa nitakaribisha Ndugu ako na matangazo.
God is good and all the time. Niko hapa on behalf of my chairman. Ametutuma nitangaze matangazo yafuatayo. Kukumbusha our youth tuko na national conference ambayo iko next month from 21st of April to 24th. Registration fee 2,000. Si mumeona? Tutuma poster kwa group. Mashaitoa line up this year. It's very good. Niona Minister Steve Bogo atakuwa huko. So to allow ourselves tujipange tuende. Bwana Yesu asifiwe. Another thing, tulikuwa tuende rally ya Bogo leo. We don't have to say, lakini kukabadilika kwa sababu ya weather. Rally leo iko Molo na Presbyter, tukitayarisha tuende. Kumbuke kufunga ripoti zetu leo. Sibarikiwe. Asante sana kwa Mungu kutukumbusha. Kwa sasa tukaribisha mbele Ngoi. Yeye mwongozo wa hiyo challenge. Kuje ongoze watu. Na tukaribishie Mungu kwa challenge. Ndio. Tupige makofi. Nampenda Yesu kwa ajili ya kuniokoa. Namshukuru kwa ajili ya kudumisha huo wokovu ndani yangu na hata kunifikisha mahala hapa. Ninamshukuru huyu Mungu ni kwa ajili ya mahali ambapo ametutoa na mahali ambapo anaendelea kutupeleka. Si mbali. Niko hapa kwa ajili ya mgeni ambaye ni wa siku ya leo na si mgeni mmoja. Leo tuko na wageni wawili. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya Yesu. Tuwapige makofi hata kabla hawajaona. Tunasema ni asante kwa ajili ya kuendelea kujitolea kwa hii kazi ya Mungu. Kwa hakika tukisimama na hii kazi ya Mungu nasi hatutapungukiwa. Hata kama huko nje kumepunguka, kwa sisi ambao tumesimama na kazi ya Mungu hatutapungukiwa. Si ni vizuri hivyo? Na mkaribisha mgeni wa kwanza ambaye ni Ndongo, ni Getao. Bwana asifiwe. Kwa majina ni mimi naitwa Samuel Getao. Mimi ni mgeni wa kwanza wa siku ya leo na ninajua hata mwenye ako nyuma yangu bado anajitayarisha na ninajua mtasupport vizuri. Si ni vizuri tushikilie watoto wetu? Mbarikiwe sana. Sijakuja nikiwa mzuri na si mbaya vile. Tumpigie makofi. Ametupea 1,000 na tunasema ubarikiwe sio kidogo. Kayarora ngoro. Na ngoro ni amenya ngoro ya kuhana. Ile tiguo akana. Ile tiguo. Barikiwa sana, nimekusindikisha. Nataka kumkaribisha mgeni wa pili. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina mengi bila kusema tu support tu watoto wetu, si ndio? Ni wetu wote. Amen. Tupigie Vera makofi. Amesindikisha watoto wetu na 2,000. Semeni abarikiwe. Semeni Ndongo abarikiwe. Getao. Barikiwe sana, Mungu awatende mema. Nafasi hii tutaitoa kwa hao wengine wote. Karibuni. Nitamuke haha. Tutigoje rokia. Tukwenda muke hani na murandi biro hapo moko na hivi. Kwa wale ambao wako nazo kwa simu, namba ya simu ni 0722 25 9908. Namba ya simu ni 0722
259908. Bwana awabariki. Leo ilikuwa ni Sunday ya mwisho ya hiyo challenge, na tunasema pastor ni asante kwa ajili ndolega tekio tu gale tokoroga mani wete kagira turogame. Kuna mahali pengine unaweza sema utasimama, lazima wazee waingie kwa vestry kidogo ndio wakubaliane, si ndio? Kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya pastor kutupea hiyo mamlaka. Hata kama kuna jambo, hata tukisimama mahala hapa, pastor huwa asemi hapana, si ndio? Na kama ni kwa mapenzi ya pastor, ndio na ndio tikarete. Tumefunga hii challenge ya watoto, kenye kitoko tumepata tutasema, lakini kwa ruhusa yako na haujaniambia, lakini na feel baya nikiwa pale nikiona mic zikibadilishana kila dakika. Kwa hivyo ukitupea hiyo ruhusa, tunaweza endeleza hiyo challenge, tuweze kununua hizo challenge, kwa sababu tunaona hata wanakwaya na praise and worship wanasumbuka sana. Ni maana goke inano makinya haha iko gapu ono mugerio kiuma kuore agacukiro maiki maita matatu. Koguo watu herotha no tukoria na andu aya Ngai ni arathime, na ni megwika uguo mareka kahora, na Ngai akamũrathimaga. Ngai atina mbere kuihuria mĩhuko yanyu, nĩ tondũ ciringi icio mũneanaga ti nini. Na kwa kanisa saa zingine kuna watu wanasema no kuruta tunachoka, wanaitisha etio nayo gathingiro mia nyenge gititiguo. Wakati unaitishwa nayo menya zingine, Mungu anafanya nini? Anaziba. Bwana aendelee kuwabariki na kuwatenda mema. Asante sana Madam Kema. Kwa sasa nataka tutoe sadaka, na tukitoa sadaka wanakwaya tutakuwa wanasifu Mungu. Hallelujah.
sana wanakwaya, si wamedance vizuri. Sasa takaribisha Mr. Bwiti kuje akaribishe neno kwa kuomba. Karibu sana. Na kwa majina ni Michelle Wabuti na mimi ndio nimekuwa programa wenu. Asante. Tupigie makofi mazuri. Tunapeleka vizuri. Wacha tuamini ndio tuweze kuomba ni kwa sababu ya neno. Mungu wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunanyenyekea mbele zako sana dunia leo. Asante ni kwa ajili ya neema kubwa na upendo wa ajabu ambao Baba umeweza kutufikia hata kufika dakika hii Mwokozi. Tumekuwa na vipindi ambavyo Bwana vimepita na Jehova umekuwa pamoja nasi. Na hata sasa Baba, wakati mwingine umefika ili tukaweza kulipokea neno lako. Na ni kwa kuwa Baba umeandaa meza mbele yetu, tunaomba Baba ukaweza kufungua masikio yetu ili tukaweza kulisikia neno lako. Na siku ya leo Baba wa mbinguni, niombi langu ya kwamba neno lako linapotufikia Baba tukaweza kusikia jinsi ambavyo upendavyo na vile Bwana umepanga na maisha yetu na makusudi yako Baba ikaweza kufikia ni kwa utukufu wa jina la Bwana. Neno lako Baba likaweza kutuongoza, neno lako Bwana likaweza kutuinua, neno lako Bwana likaweza kubadilisha mawazo na nia zetu. Ni kwa kuwa Baba sisi ni wanadamu, wakati mwingine huwa tunawaza tu kama wanadamu. Lakini siku ya leo kupitia neno lako ninaomba ya kwamba Baba Roho wako akatusaidia ili tukaweza kuwaza na kutenda jinsi upendavyo katika jina la Yesu. Tunakemea nguvu zote na falme zote ambazo zimeinuliwa siku ya leo kinyume na neno la Bwana. Na tunatangaza kwa damu ya Yesu na nguvu za msalaba ya kwamba neno lako halitazuiliwa, neno lako litatufikia. Nasi Baba tutatenda mapenzi yako kulingana na vile utakavyotuelekeza kupitia neno lako. Mtumishi wako anaposimama Baba, tunapenda kumkabidhi mbele zako ili ukawa pamoja na yeye, na siku ya leo ukamtumia mara tena kulileta neno lako. Tunamuombea neema ya ajabu, tunamuombea upako na nguvu zako Bwana zikawa pamoja na yeye. Tunakupenda na tunakuinua, maana wewe ni Mungu pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Ningependa tusimame tunapolileta neno la Bwana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza keti chini kidogo tafadhalini. Nashukuru Bwana sana siku ya leo kuwa hapa na kuwa katika madhabahu. Tunasema ni asante sana kwa Bwana kwa sababu ya kutukubalia. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Leo hii tuko kipindi cha Pasaka. Ninajua ya kwamba kama vile tumenenewa asubuhi, tumenenewa vizuri sana habari ya kikombe ambacho Kristo alikipitia kwa sababu yako nami, na ilikuwa ni dhihirisho ya kwamba Kristo ama Mungu mwenyewe alimleta apitie machungu hayo akiwa na mwili kama huu. Pia nasi hata wakati wa kupitia machungu tunaweza elewa na kujua ya kwamba yeye Mungu ana uwezo wa kutusaidia. Bwana wetu na atukuzwe. Hatutakuwa na mashirika katikati mwa wiki, na pia hatutakuwa na maombi ambayo tulikuwa tumetangaza, kwa sababu tulikuja kugundua baadaye ya kwamba siku ya tarehe 2 ambayo ni Thursday na tarehe 3 ambayo ni Friday tutakuwa na conference yetu, na iko hapa Molo, na mnajua ya kwamba hiyo conference kiongozi wetu huwa anakuja kutubariki na neno la Bwana ambaye ni askofu wetu wa eneo hili. Ombi letu ni ya kwamba sisi zote tuunganike pale, kwa sababu sio vizuri wakati pia itakuwa ni siku ya ushirika, na hata kama hakungekuwa na conference, si bado jamani tungeenda mashirika yetu. Siku hiyo tulitamini ya kwamba mashirika yetu tutafanyia huko, na inajua ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mshirika wetu kanisa ama wa shirika la Jerusalem ambaye anaitwa Jerry, na brother in law naye yake ameaga, na kwa hivyo tunajua katika ratiba yetu hatukuwa na hiyo
ya kusema ya kwamba tutafanya nini, lakini sisi tunakuwa na ile kazi ya urafiki, na kama marafiki wengine wataenda, si ni bora hata na sisi pia ukipata nafasi uende hapo umtie moyo wakati kama huu ambao anatuhitaji. Kwake ni pale maishani, kanisa letu la town hapo mbele, hapo ndipo na ndugu huyu ambaye amelala anaitwa Masharia, na wale ambao ni wa hapa wanamjua sana. Huwa anafanya kazi pale kwa Moroline. Mzee anakuwa hapo, ni ndugu ya Kamau. Kamau ni mume wa Jerry. Jerry ni mshirika wa Jerusalem. Si ni ukweli? So ukipata nafasi ni vizuri kwenda pale na tutabarikiwa kama vile tumehubiriwa siku ya leo. Ni vizuri kubebeana mizigo. Bwana wetu atukuzwe sana. Jambo lingine, kuna huyu ndugu yetu ambaye anaitwa Wycliffe. Si amesema nataka kurudi kwa Yesu. Ako wapi? Ama ameenda? Ameenda. Amesema tumsaidie. Tulikuwa tunataka kuanza kumsaidia saa hii. Tungemuombea na itakuwa ni mzuri. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na tuna shukrani, ambaye ako na shukrani njoo hapa ili tuweze kuomba kwa pamoja tunapoenda kulisikiza neno la Bwana katika jina la Yesu. Tuamini na tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tuko mbele zako kwa sababu ya ndugu yetu huyu ambaye kwa neema zako na baraka zako Mfalme umemsaidia ukatembea pamoja naye. Wewe Bwana wajua mabonde ambaye amepitia. Siku ya leo Bwana amesimama mbele zako na mbele ya madhabahu ili Bwana akushukuru kwa sababu ya matendo makubwa ambaye Bwana umetendea. Na neno lako lasema ya kwamba yeyote yule ambaye hukumbuka urudi kushukuru, Bwana nawe pia utambariki. Na kwa hivyo Bwana naomba ukambariki kwa jina la Yesu. Na wakati wowote Bwana atakapokuwa katika hitaji, Bwana uweze kumtenda mema katika jina la Yesu. Tukushukuru Bwana wa milele na tuwasema ni asante. Kwa jina la Kristo tuomba pamoja na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana katika jina la Yesu. Bwana wetu atukuzwe. Leo tumeendeshwa vizuri sana na dada wetu Michelle. Tumpigie makofi. Bwana wetu atukuzwe sana. Na tukaendeshwa vizuri sana na mwalimu wetu wa Bible study. Pia tumpigie makofi. Na hili jambo zuri sana. Na mzee mmoja ama mtumishi mmoja wa Bwana alikuwa akituhubiria wakati mmoja, alituambia baadhi ya kile kinahesabiwa ni utajiri wa kanisa ni wakati tunaona watu wakiendesha masuala ya kiroho pasipo msukumo na wakiwa na ujasiri. Bwana wetu atukuzwe sana. Hicho ndicho kinaitwa utajiri wa kanisa haswa. Haya mengine yote ni ya maana, lakini kile ambacho twaweza kujivunia kama kanisa ni kuwa na watu ambao wataweza simama mbele zetu, watuletee neno la Bwana, waongoze ibada kama hii. Tunasema ya kwamba jameni, tuko na kanisa, kwa sababu hao ambao wanafanya hivyo wamefanya hivyo kwa sababu Roho Mtakatifu kuna kazi anaendelea kufanya ama anafanya ndani yao. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Kwa hivyo tunashukuru sana. Na dada wetu alipokuwa akihubiri, nikakumbuka wimbo huu ambao nataka leo sio mimi nitahubiri. Pia tuna ndugu ambaye Mungu amemwandaa, najua yuko tayari kutuletea neno la Bwana. Lakini kuna wimbo hapa nasikia ndani ya moyo wangu nimekuwa nikiuimba na nasikia vizuri sana. Na kuna wengine ambao wanaujua na wengine hawaujui, lakini tutasaidiana alafu itakuwa ni mzuri. Na wakati dada wetu alikuwa anafunza pale, huo wimbo nikasikia ndani ya moyo wangu ukiimba sana, kwa sababu ameongea habari ya mateso mengi na vikombe vingi ambavyo wengi hapa mko navyo. Bwana wetu atukuzwe sana. Ni vile tu hamsemi, ni vile tu sina nafasi ya kusema. Bwana wetu atukuzwe. Na wengine walikujua mbeleni. Na nikasema ni practical kwa sababu kuna watu walipitia kwa hizo vikombe na wakatokelezea. Na wengine bado wako. Tunataka kuwaambia hata wewe utatokelezea. Na tukahimizwa ya kwamba
tusitoke kwa Mungu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kama hutatoka, siku moja utasimama hapa useme ya kwamba hata na mimi kuna wakati nilipitia kikombe kama hicho na Mungu akanisaidia. Wimbo unaitwa Atheru Othe Matũraga. Atheru othe matũraga metereire coro uguo, mainũke nĩguo mahurũke, ĩnoga na wĩra mũritũ, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra torĩa nakĩrimetagĩrĩra rĩrĩa Jesũ anjĩtire, anjĩrire gwetagĩrĩre, okĩndĩrogoka ta mũici, ĩniĩ okĩndĩra ikanano, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra gũtere, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra athĩna manyingĩragĩra, endire nĩũcoke na ihenya, nakirĩrĩria nĩkũmenya, ĩniĩ wĩnawa mũndũ ũrĩ ũrami, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra ĩniĩ, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra otiria gũgwetagĩrĩra, iria rĩrĩa wĩrogathira, wĩgĩthĩra eruma kahurũke, ĩnoga ya wĩra mũritũ, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra ĩniĩ, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra coro waku ũkahuo, ngoro yakwa noguo ĩgakena, amenya mathĩna mathĩno, igacoka kũmona rĩngĩ, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra gũtere, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra mwathani nĩguo there, otage ũgwetagĩrĩra, agũku oya kwayo iki, niĩ ndeithiani ngamĩhake gĩko, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra gũthere, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra athĩna maningĩhagĩra, endire nĩũcoke na ihenya, akirĩrĩria nĩkũmenya, ĩniĩ wĩnawa mũndũ ũrĩ ũrami, wetereire Jesũ, wetereire Jesũ nĩguo acoke, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra gũtere, ũrĩa nakĩrimetagĩrĩra gũtere. Bwana wetu atukuzwe sana. Tunaweza simama na miguu yetu tulikaribishe neno la Bwana tunapoombea sadaka zetu na fungu zetu za 10. Karibu sana ndugu yetu Waweru, kuwe hapa tunapoomba, jua ya kwamba Mungu wetu atatubariki katika jina la Yesu. Mtakatifu na Mungu wetu, tunasema ni asante kwa sababu ya wema na fadhili zako mfalme, katika jina la Yesu. Bwana, ombi letu ni ya kwamba
shida na matatizo ambayo tunaweza kuwa tukipitia, na wakati huu Bwana, vikombe ambao watu wako wanakunywa, uwape neema na baraka ya kwamba watasimama imara wanapokugoja katika jina la Yesu. Leta utakazo mioyoni mwetu na maishani mwetu, na neema yako Bwana ituongoze katika jina la Yesu. Tangu asubuhi Bwana tumekuwa hapa tukafanya dhabihu za aina mbalimbali. Bwana, tulitoa miili yetu kama sadaka, tukatoa mioyo yetu kama sadaka Bwana. Tumekusifu, tumekuabudu. Hizi zote ni dhabihu ambazo Baba na Mungu wetu tumekutolea, na tunakuomba kwa jina la Yesu kupitia damu ya mwanao, dhabihu zote zipokelewe na wewe kwa jina la Kristo Yesu. Hatimaye baadaye kuna wapendwa umetubariki na fedha, tukatoa fungu zetu za 10, sadaka za hiari. Bwana na Mungu wetu tunakuomba hata nazo Bwana ukazipokea. Tumezitenga kutoka utajiri wetu, sio kwa sababu ya wingi, lakini ni kwa sababu ya upendo wetu na wewe. Jina lako Bwana litukuzwe. Twapenda kusema ni asante kipindi hiki cha Pasaka, tukijua mateso makubwa uliyapitia tupate uzima. Baba, twasema ni asante. Kuna wapendwa ambao tuko pamoja na wao, hawakuweza kuwa na zile za kuteketezwa, lakini kwa sababu ya upendo wao nawe Bwana na Mungu wetu uliwapa neema, na mfalme mwema na waajabu, hawakukaa manyumbani. Kadri ya vile kila mmoja wetu amejitoa Bwana, pokea sadaka hizi zote zikubalike mbele zako. Hatimaye kazi ambayo itafanywa na sadaka hii ikuletee heshima na utukufu kwa jina la Yesu. Neno linatuambia ya kwamba tutakapotoa mali zetu na muda wetu na fungu zetu za 10, utaingilia hali zetu. Hivyo Bwana, tunaomba ingilia biashara zetu, mashambani tubarikiwe, mahali ambapo tumeajiriwa pia Baba uingilie kati kwa jina la Yesu. Na kanisa hili kwa sasa tuomba neema na baraka, na wingu na Roho Mtakatifu likashuka sasa. Neno lako linapotujia Baba, tunaomba likabariki mioyo yetu. Mnenaji wa siku ya leo tumuombea upako wa kipekee, ulimi wake tunauombea, mawazo yake tunawaombea Bwana, tunamuombea kibali kutoka mbinguni, tukiomba siku ya leo kanisa hili linaenda kuinuka, linaenda kubarikiwa, linaomba kupokea neema katika jina la Yesu. Tunakupenda, tunakuabudu, na ni katika jina la Kristo tuomba pamoja na kuamini. Tupigie Bwana makofi katika jina la Yesu. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Nataka unisaidie kusalimia jirani yako. Salimia tu jirani yako. Mwambie Bwana asifiwe. Mwambie na nini? Amekushuhudia? Amekwambia wewe umebarikiwa? Amekwambia? Haya, mwambie akwambie umebarikiwa. Amen. Geukia mwingine mwambie pia hata umebarikiwa. Amen. Na neno la asubuhi tumeambiwa vizuri ya kwamba haijalishi yale ambayo tunapitia, wanapoe sifa, kuna mwangaza mwisho ya tunnel, ndio? Na hata nyimbo nyingi leo zimetuhimiza kwamba sisi ni wabarikiwa. Bwana apewe sifa. Na ndio kwa kila muhuri niseme ya kwamba sisi ni wabarikiwa. Praise God. Na tuko na baraka nyingi za baba wetu. Bwana apewe sifa. Yangu tu tutamanisha jinsi tutapata baraka gani hizo. Bwana apewe sifa. Praise God. Hata kama tunapitia magumu, kuna jinsi ya kupokea baraka zetu, maana ni zetu. Praise God. Amen. Mchana mwema, nimeokoka, nashukuru Mungu kwa ajili ya kuniokoa. Kwa majina ambayo hawanijui, naitwa Awero kama Baba Nje. Na pia namshukuru mchungaji kwa ajili ya kuamua kutumenta. Bwana apewe sifa. Sisi ataacha legacy, kuna watu walimenta. Bwana apewe sifa. Na anajua ya kwamba analea vizazi vya kesho. Praise God. Na nazidi kuwa na huo moyo, na Mungu atazidi kumbariki na kumuinua katika viwango. Ningependa tuende moja kwa moja kwa neno ya siku ya leo, na nitafunza kuhusu kutii. Praise God.
Na pia jirani yako leo tunasoma kuhusu kutii. Na baya kwa Biblia zetu tutafungua katika kitabu cha Deuteronomy. Deuteronomy na Kiswahili inaitwa Kumbukumbu la Torati. Tutafungua katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Mstari wake wa kwanza na hata wa pili. Nani amepata tatusome? Lomoko tayari. Deuteronomy 23 verse 1 and 2 inasema 28. Yeah. Deuteronomy 28 verse 1 and 2 inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Na Kiingereza nasema ya kwamba, and it shall come to pass if thou shalt hear diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day. Praise God. Akiongelea kuhusu commandments, nataka tuseme kusikia or to obey. Praise God. Inazidi kutuambia kwamba which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord, if you will obey the voice of the Lord. Bwana kwa sifa. Tunapoongelea kuhusu kuobey na Mungu, sisi wote tunajua kutii, si ndio? Na ninapoangazia kuhusu kutii kwa Mungu ni a very important item, na pia kwa maisha yetu ni important item, na hata kwa sisi pamoja na watoto wetu tugaga wathekanike igai. Actually ni kama hakuna ingine iko na hiyo igai, ni kutii peke yake. Na mtoto ambaye anatii anapendwa na wazazi na hata anapendwa na jamii. Praise God. So nataka tuweke mawazo yetu katika kutii. Ya pili nataka tushuke. Unajua kuna wale watu wanaona sisi ni wakubwa, hatufai kutii, sisi hatufai kupewa instruction. Praise God. Lakini Biblia imetuambia kwamba katika kitabu cha Deuteronomy 1 ya kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu, utakaposikiliza instructions za Mungu. Praise God. Utakaposikia sauti ya Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote itakuagiza, ambayo yote atakuagiza yeye, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote duniani. Praise God. Na nikishikanisha hiyo na neno lingine katika kitabu cha John 14 verse 1 verse 23 nasema ya kwamba Yesu akajibu akamwambia mtu, akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao ndani yake. Praise God. Nimesema tujichukue sisi kama watoto, na sasa nataka tulifanye Mungu kama baba. Wakati ambao umepita, kuna wakati tulisema ya kwamba we have a father. Praise God. Haijalishi labda hauna baba huku duniani, hata at least tuko na baba sisi wote wa kiroho, si ndio? Lakini tuko na baba in heaven. And nikawapea mifano ya baba, mambo baba anaweza fanya. Praise God. Baba ni ule mtu anaonanga mtoto wake kabisa ni amefanya makosa. Praise God. Lakini kabla hajampiga aba kurogamana mwana wake. Praise God.
Mchungaji wetu hawezi kuta mshirika wake akipigwa huko nje ama ako na makosa huko nje, hata yeye akuja achukue mawe akupige. Kama baba anakuja kwanza akabagaza ile la mwanawake. Na nakumbuka vizuri nikiwapea mfano na si mtoto akicheza. For instance, mtoto anacheza kwa meza kama hii. Praise God. Na ni ya kioo. Na anafanya vibaya, si ndio? Sasa anafaa chume kidogo ndio aondoke hapo. Na hata niko haidebo ni pale kwa mchungaji, Bwana kwa sifa. Lakini bahati mbaya asirai meza ivunjike. Praise God. Mtu hata angalia meza kama imevunjika. Anaangalia kama mtoto ameumia. Bwana kwa sifa. And tukiongelelea nataka tulete mawazo yetu katika tukiongelea kuhusu afadha Mungu kama baba yetu. Biblia inatuambia kwamba tulifanywa wana wa Mungu. Sisi kufanyika tulifanyika wana wa Mungu. Bwana kwa sifa. Naweza sema with courage hatukuwa wana wa Mungu lakini tulifanyika. Praise God. Biblia inasema ya kwamba katika verses Amen. Katika Romans 8 verse 14 inasema kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hadi ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Abba, yani baba. Na Kizungu hiyo verse 15 inasema ya kwamba for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Praise God. Wale wamesoma tunasema kuadoptiwa ni mtoto ambaye sio wako. Kiasili sio wako. Ni kweli? Lakini unamfanya wako. Praise God. Pia sisi tulifanywa wa Mungu. Bwana kwa sifa. So tuko na right ya kusema ni baba yetu. And wakati una-adapt mtoto, huwa anakuja anaanza kuenjoy privileges na advantages ambaye amemchukua. Bwana kwa sifa. So when the father adopted us, sisi tukakuwa watoto wake, tuko right free kugawa, kumuita baba na kufanya mambo yote katika baba. Bwana kwa sifa. Tuya mwaginya hau. Na nilipokuwa nikisoma Biblia kuhusu huyu baba, kuna kitu moja bado niligundua ya kwamba baba anapenda watoto wake wawe jinsi yeye ako ama alivyo. Bwana kwa sifa. Sijui kama ni mzazi gani anaweza taka wewe uko mzuri, uko hali mzuri, lakini mtoto wako huko barabara anatembea na motarokere. Praise God. Yani mtoto na baba sikiratwarana. Praise God. Kuna mtu anaweza taka hivyo kweli? Ama kuna mtu anakuanga hivyo kweli? Ni ngumu, si ndio? Pia baba wetu ako hivyo. Na pia nikaona kwamba si kwamba anapenda hivyo kwa ajili yetu. Praise God. Kwa ajili yake. Mimi naona huwa tunavalisha mtoto nguo na tunasema hapana, acha asivae haka, akae haka. Hata mtoto anajua hiyo nguo inakaaje. Hajui, ni mdogo, lakini kwa ajili ya yetu, kwa ajili ya heshima, huwa unafanyia watoto wako mambo kwa ajili ya kujiheshimisha. Bwana kwa sifa. Nilikuwa naona watoto wakimaliza form 4, mzazi anang'ang'ana hata anamnunulia pikipiki. Asikae hivyo. Praise God. Kwa ajili ya kujiheshimisha. Na Biblia katika kitabu cha John 1 katika kitabu cha hii tulisoma not John, katika kitabu cha Psalms 23. Na hii Psalms 23 tunaisoma mara ya 3 sasa kwa majuma mfululizo. Wanapo sifa. Mungu anataka kutunenea. Inatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Katika malisho ya majani mabichi huniraza, kando ya maji tulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana apewe sifa. In the first place, nitangulia kuambia kwamba sisi ni wabarikiwa. Bwana apewe sifa. Na hata zaidi ya kuwa wabarikiwa, we have a father at heaven. Bwana apewe sifa. Na mtu ambaye yuko na baba, mimi ningeweza kuwa na baba na ako ni tajiri soko fulani, unless ule mtoto sasa hatii na nikuwe mimi ni mtiifu kwa baba yangu, nitakuwa na resemble baba yangu. Bwana apewe sifa. Praise God. Na Biblia imetuambia katika kitabu cha Psalms ambao tulikuwa tumesoma pia Jumapili through Baba Favor ya kwamba Mungu kunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili jina lake lisi katika hashabe wala na hewoshi. Praise the name of God. Na tukadona tupole tukielewana ni mahubiri, lakini na kama mahubiri mafunzo, si ndio? Na tukitoka hapa tujue siri ya kugrab blessings zetu. Bwana apewe sifa. Hata kuna wimbo tunasema inasema kwamba Bwana ni mchungaji wangu, Bwana ni mchungaji wangu na ya kwamba ananifanyia mambo mazuri, anahuisha nafsi zetu. Praise God. Hataki tuone mabaya. Hata hapo mbele anazidi kutuambia kwamba anasema kwamba verse 5, hakika wema na fadhili zitatufuata milele. Praise God. Kwa sababu anatutakia mazuri sisi kama watoto wake. Na bila kwa hakika katika kitabu cha Waefeso 1 verse 5 inatuambia kwamba kwa kuwa alitangulia kutuchagua, praise God, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, sawa sawa na uridhi wa mapenzi yake. Yaani Mungu kabla hata tujazaliwa, kabla hata tujajua kama tutakuweko, yeye alikuwa ashaamua I will adapt hawa watu. Bwana apewe sifa. Wafanya wana wangu. Praise God. Kabla hatujazaliwa alikuwa na mpango, alikuwa na that decision ya kutufanya wana wake. Na baada ya kutufanya wana wake pia akatubariki. Praise God. Akatufanya Mungu wetu sio mtu dhalimu. Mungu wetu sio maskini. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo itonigetoga na dhahabu na fedha nyingi. Tunasema kwamba hata kwa Mungu barabara ni za dhahabu, si ndio? Na sasa sisi wanawake kunaweza kuwa baba wetu ni tajiri vile na sisi tunateseka. Inawezekana? Inawezekana. Praise God. Si inawezekana baba akuwe ako na mali na watoto wanateseka? Praise God. Very possible. Lakini tukisema kwamba mafunzo ya leo ni kuhusu kutii. Very possible. Mwanao leo tatia na mkaniambia kwamba vizuri ya kwamba wathekane igai. Kwa hivyo usipotii hautapata that igai. Igai na Kiswahili inaitwaje? Uridhi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kutii is a very important item kwa ufalme wa Mungu. Kuna verse nataka tusome. Kuna verse nataka tusome na kwamba katika kitabu cha in the book
na nataka naangalia yenye tutarukaruka kwa ajili ya wakati. Nataka tusome katika kitabu cha Romans the book of Ephesians chapter 1 verse 3 ndio utatusomea. Ephesians 1 verse 3 inasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Bwana apewe sifa. Mungu alipotufanya wanawake alitubariki. Lakini Mungu ni roho. Bwana apewe sifa. Sisi wote tunakubaliana kwamba Mungu ni roho. Na alipotubariki, alitubariki baraka za kiroho. Bwana apewe sifa. Katika verse ambayo tumesoma tumeambiwa kwamba alitubariki na all heavenly blessings, spiritual blessings. Bwana apewe sifa. And to this point, wale watu ambao wamefanya biashara na watu wa majuu, ama uko na mtu wako mahali na kutumia pesa, ama ushai travel, unajua kwamba hatutumii same currency, si ndio? Kama Kenya tunatumia Kenyans, tunatumia shillings, US tunatumia dola, huko the Great Britain tunatumia pound, si ndio? Praise God. Pia katika baraka za Mungu tunaweza sema ziko na their currency. Praise God. And they are in spiritual currency. Bwana apewe sifa. Na sisi wanadamu tuko physical, si tuko physical. Bwana apewe sifa. So baraka za Mungu ziko na hata ametupea mengi kabisa. Praise God. Bwana asifiwe. Huenda unasumbuka, unapitia magumu jinsi ambavyo tumefunza asubuhi hii. Lakini haimaanishi Mungu hajakubariki. Haimaanishi wewe sio mtoto wake. Bwana apewe sifa. Baraka za Mungu ziko. Praise God. Na nilipokuwa nikisoma Biblia, ndipo nikagundua kwamba kuna kitu moja tu ambacho Mungu alitupea. Kuna teknoloji moja tu inaweza convert baraka za Mungu zikakuwa baraka kwetu katika maisha, that we resemble our Father. Praise God. Kuna formula moja tu inaweza fanya ya kwamba tukae kama Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Tukue na nguvu kama Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Tukue matajiri kama Mungu wetu. Praise God. And the formula is obedience. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako kutii. Formula ni moja tu ambayo inaweza fanya. Na ukisoma katika Biblia, usome vipengele zote, utapata ya kwamba agano ambayo ni reality. The only thing that can make all the words ambazo zimeandikwa katika Biblia zikuwe reality katika maisha yetu ni kutii. Bwana apewe sifa. Just obey. Praise God. Na katika kutii tumetangulia kusema ya kwamba Mungu ni roho, na tukasema ya kwamba anafanya kazi kiroho. Bwana apewe sifa. Anatubariki kupitia roho. Bwana apewe sifa. Lakini sisi kuconvert baraka za Mungu zitusaidie, hapo ndio we draw the line. Bwana apewe sifa. Tuliaradhime pio mpaka ni hair wash. Lakini kutii ndio tunaweka mipaka. Bwana apewe sifa. Na nataka kwa haraka sana tuangalie, ukisoma katika ile verse tulitangulia nayo ya Deuteronomy 8 verse 1, ilituambia vyema ya kwamba baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Kusikia sauti ya Bwana ni kutii sauti ya Bwana. Kumbe baraka ziko. Tumepata kwamba Mungu ni roho. Baraka ziko. Lakini sisi ni jukumu letu kutii. Bwana apewe sifa. Amen.
Nataka kwa haraka sana tuangalie the different levels of obedience. The different levels of obedience. Kuna moja, kuna types of obedience. Sitazisoma, kinaweza wape kwa mfano. Kuna wale watu ili watii. Taruku modo, ili uende shule, tulikuwa tunaenda shule by saa 1. Wanapoe sifa. Tumewekewa sheria. Na siri tulikuwa tunatii. Lakini hutii juu unatii kwa sababu umewekewa sheria. Wanapoe sifa. Kuna wale watu wengine hutii kwa sababu wanalipwa. Wanapoe sifa. Kuna watu hata hufika mapema kwa sababu italipwa. Praise God. Si hata akichelewa atapigwa, lakini kwa sababu atalipwa. Wanapoe sifa. Na kuna wale watu hutii kwa ajili ya kuogopa punishment. Wanapoe sifa. Na kuna watu wengine hutii kwa ajili ya kupenda. Wanapoe sifa. Nataka tuangalie ambao wanatii kwa ajili ya kupenda. Na Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha John 14:15, if you love me, keep my commandments. If you love me, naweza sema obey me. Wanapoe sifa. Na kuna watu hiyo wamepata 100%, wanampenda Mungu. Wanapoe sifa. Na hata wanamtii. Lakini kuna several levels of obedience. Ya kwanza, kuna watu tunaita inconsistent obedience. Hawa watu inconsistent, Kizungu ni ngumu kidogo. Inconsistent ni wale watu huwa wanatii Mungu by coincidence. Praise God. Nikujikuta hata nikwambia unajikuta haya, kumbe nimetii. Wanapoe sifa. Nilikuwa ninapita, sikuwa nikuje kanisa, lakini nikiwa kwenye harakati zangu za kupita nikaona kumbe kuna ushirika kanisa, nikajipata. Hapo akuje. Wanapoe sifa. Unajikuta umefanya kitu right ambao uko umepangia, na hata kuna uwezekano ya kubagia. Unaambia Mungu ya kwamba hiyo agizo umenipea, siwache tuijaribu next week. Wanapoe sifa. Yes, Mungu ameniita. Sitaitika. Wanapoe sifa. Praise God. Kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Jonah ambaye alitumwa na Mungu na akakosa kutii. Wanapoe sifa. Anaona hii masaa amenituma hii, kuna mahali naendaga, kuna shughuli naendaga mahali fulani. Wanapoe sifa. Number 2, kuna kuwa na conditional obedience. Conditional. Najua hapa tuko wengi kwa conditional. Ni sisi wenyewe. Sijui kama ushajipata ukiomba Mungu unamwambia Mwathani na waje kiroho. Praise God. Watu halia dhayo. Unamwekea Mungu condition. Praise God. Na hata utaobey. Praise God. Niliwapea mfano siku moja ya kwamba niliwahi apiria Mungu, nikabet na pesa nilikuwa nayo yote, na nikatarajia nitapata pesa mingi. Alafu ninashinda ninaomba na muambilia Mungu, hiyo bet ukinipea sitampea hata 10%, 20%. Immediately tu imeingia itakuwa yako. Bwana sifa. Praise God. Na ni ukweli ingeingia, haikuingiaga. Ingeingia ningetii. Lakini si kutii kwa sababu nilitii kwa sababu ni condition. Ni condition. Bwana sifa. Na ukiwa katika hali ya condition, unakutaka sana Mungu asipofanya vile ulikuwa unatarajia, kuna uwezekano utoke kwa njia za Mungu. Si kweli? Watu wengi wametoka kwa njia za Mungu kwa sababu Mungu tulikuwa tumeagiri ufanye hii na hii na huko nifanyia. Anaona hapana, kwa Mungu sio kuzuri. Bwana sifa. Number 3, kuna ingine inaitwa provisional obedience. Provision, tofauti ya provision na conditional. Provision Mungu anakupea kwanza. Bwana sifa. Praise God. Condition, unaambia Mungu ukinifanyia hii na hii
tutafanya. Provision wakati Mungu amekutendea. Yaani pastor, ili mtu akuje asubuhi mapema kanisa, yaani kuna mshirika tu ukiona leo vile ameingia unaogi na mwekileo ndo ni kai. Wanapewa sifa. Kulingana na vile mama Nadia anaimba somewhere, huyu lazima heka odwekiro ni kai. Praise God. Ni mtu ambaye amefanyiwa kitu. Na Mungu, so long as Mungu ana keep on kukufanyia hiyo jambo, wewe unabaki very loyal. Wanapewa sifa. Otherwise Mungu akitera uweka kuna uwezekano hata hutakuja. Praise God. Kama uko kwa biashara uuze vizuri sana Saturday, hata unasikia umechana, hata usiingize unaamka mapema, unafanya nini sana, alafu hebu imagine the same Saturday ukose kuuza, unasikia hata ninaamka niende kanisa kufanya nini? Praise God. Kwa sababu your obedience to God, mambo ambayo unataka kumfanyia Mungu, kutoa your 10% ina depend na amount of Mungu amekupea. Mungu alikupea 2,000, 2,000 si utatolea live. Praise God. Lakini Mungu akikupea 1,100 wasema hii nitatoa. Praise God. Kwa sababu unapima kutii kwako na jinsi Mungu anakutendea. Bwana apewe sifa. Mungu asaidie tusikue hao watu. Praise God. Na kuna wengine number 4 tunaita future happiness obedience. Ni wale watu wanafanya mambo kwa ajili ya future. Praise God. Uko tu unafanya kwa sababu uko na time. Praise God. Utiaga Ngai ni ukaga ananiothambagia kanitha wega niwekaga maundu maingi kwa sababu uko tu. Siku moja Mungu atakuwa with very high expectation. Praise God. Bwana kwa sifa. Na hiyo ili ni challenge kidogo kwa sababu juzi tu nimekuwa katika mikutano na vijana na nikawaambia kwamba ni vizuri kuinvest kwa Mungu. Actually hao watu huobey hivyo tunaweza waita investors. Praise God. Ni vizuri kuinvest. Ningeweza kudhani mwaka ate kulilikana. Lakini kumbe nikakuja kuona ninafanya hii nikiinvest nitafanywa jambo fulani. Bwana kwa sifa. Yaani Mungu ingefika hizo siku in future Mungu akose kunifanyia hautoje gutatia Ngai. Mwathani ririkana nilikuwa natoa tithe, nilikuwa naenda mapema, nilikuwa naenda kutembelea wagonjwa, nilikuwa naenda kufanya haya. Praise the name of God. Amen. Tuseme amen. Amen. Na unajua tuliambiwa kusema amen. Sana sana ikuwagi ya kuencourage ambaye anahubiri. Si ndio? Hapana. Kusema amen wewe mwenyewe unasema ndio Mungu yatendeke kwako. Praise God. Amen. Barikiwe. So tukao tunasema hawa watu tunaweza waita investors. Sijui kama wewe ni investor. Bwana kwa sifa. Na hizi zinaongelea na najua kwamba sisi most of us tunaangukia kwa hizo categories. Tuko. Praise God. Lakini tumesema leo ni kukuja kujua ufunguo na how to convert spiritual blessing to physical blessing. Bwana kwa sifa. So hawa investors jinsi nimetoka kuambia na kwamba ni wale watu hufanya mambo mazuri sahihi. Yaani mtu anaobey na hiyo type of obedience tuliita obedience with love. Unapenda kutii Mungu, unapenda kutenda vile anataka, lakini back in your mind umemwekea right. Bwana kwa sifa. Umejua Mungu lazima na wewe mahali fulani utanifanyia. Na kuna siku unafika unakosa patience, unaanza kusema kaini kalile muno mwathani nikiri na igojekaga. Ushaipata mtu ambaye alikuwa ameokoka miaka mingi, anafika mahali anaona ni kama Mungu hakuagi, anaacha tu mara moja. Uko na marafiki kama hao? Niko na mmoja namwambia tuende kanisa, sema kiona nao anaadhimu kwa basi kule uoze yale. Bwana kwa sifa. Kwa sababu alikuwa na high expectation wakati alikuwa kanisani, Mungu atanifanyia haya. Mimi siwezi pata mabaya. Bwana kwa sifa. Hata kuna ndugu yangu namuombea sana Mungu amsaidie na Mungu anazidi kumsaidia. Kuna mambo yalimpata. Ana wewe ndio yuko na nataka ya gogo ile. Huwa ninaona amepost mara mingi sana.
ndugu yangu ambaye alipoteza mke wake juzi. Akatetea kaimono. Bwana apewe sifa. Akaona yani Mungu na vile nimeshakutumikia. Mimi na mke wangu tuliishi kufanya kazi yako. Bwana apewe sifa. Yaani umekaa tu ukaona unifanyie hii sifa. Bwana apewe sifa. Ukaja uweshokia kuegai. Praise God. Ni watu ambao wako na future expectation. Bwana apewe sifa. Na number 5, tuko na watu wa unconditional obedience. Uliza jirani yako, wewe uko level gani? Tunakubaliana anatii, yeye hutii kabisa, lakini ako level gani? Praise God. Nilipokuwa nikiangalia kuhusu unconditional obedience, nikamkumbuka mtumishi mmoja wa Mungu ambaye anaitwa Job. Bwana apewe sifa. Huyu Job alikuwa anamtii Mungu bila condition. Bwana apewe sifa. Na wakati ilifika Shetani akaenda kwa Mungu akasema ya kwamba kuna mtu mmoja tu wako hukutii kwa sababu unamfanyia provision. Bwana apewe sifa. Tumetoka kuona kuna condition inaitwa provision. Hebu dumu tu. Hakuna kumweka hali kwa sababu unampea mali, unampea nini, unampea. Hizo vitu ukiziondoa tu kidogo hivi na yeye ameenda. Praise God. Na sisi wote tunajua Job alijaribiwa na hata alinyang'anywa kila kitu. Zaidi ya hiyo hata mwili wake akaonjeka na nini na kila kitu. Praise God. Lakini tukakuja kugundua kwamba yeye yake ilikuwa unconditional. Bwana apewe sifa. Yeye alikuwa anamtii Mungu bila condition. Na Kiswahili condition tunasema ni nini? Bila masharti. Bwana apewe sifa. Ama bila kutarajia Mungu amfanyie. Na kumbe kupitia hiyo ilimfanya Mungu naye akafanya zaidi. Biblia inatuambia kwamba alifanyiwa double portion. Katika kitabu cha Yeremia number 10 23. Yeremia 10:23. Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haiko katika nafasi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Amen. Moreover, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Bwana apewe sifa. Sisi kama wanadamu nitambulia kwamba Baba yetu ndiye hutufanyia chochote ambacho tunataka. Haimo kwa nguvu zetu. Bwana apewe sifa. Hata kunawiri katika maisha, kukuwa na afya nzuri, Bwana apewe sifa. Kukuwa na familia nzuri, Bwana apewe sifa. Haiko kwa nguvu zetu, iko kwa nguvu za Baba yetu. Bwana apewe sifa. Na tukakubaliana vizuri ya kwamba sisi already tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Na tukapata ya kwamba baada ya kukua wana wa Mungu kuna jambo moja tu ambayo inaweza fanya tulithi mazuri ya Mungu. Bwana apewe sifa. Na hiyo jambo moja ndio tumesema ni kutii. Praise God. Na ningependa mchana wa leo, jioni ya leo, mchana wa leo tujiulize, ni ngode mwathiki hefafa wetu. Bwana apewe sifa. Wewe ni mtiifu kwa baba yako. Bwana apewe sifa. Huenda labda umekwama. Huenda labda Mungu anataka kukutoa katika kikombe ambacho unakikunywa siku ya leo, lakini wewe si mtiifu. Mungu anakupea instruction. Bwana apewe sifa. Wewe hautaki kufuata instructions za Mungu. You don't want to obey. Praise God. Bwana apewe sifa. Na katika maisha ambayo tunaishi, mtu usipopewa urithi unakuwa unalaaniwa, si ndio? Na kama tu sisi wanadamu, hata mimi napenda mtu ambaye ananitii.
Hata saa hii Madam Kewa akiambia instruction kwa wafanyikazi wake wakose kumtii, praise God, hakikinioneo, si ndio? Na hata kuna uwezekano hata akufute. Unajua utiifu ni kitu ya maana sana, especially to your boss, to your parent, to your God, praise God. Hiyo ni enough reason ya kutojihusisha na mtu ambaye hatii. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye hatii, Mungu ametufanya wanawake, ametupea blessing already spiritual, tumekataa kumtii. Anajiondoa na sisi. Bwana apewe sifa. Sisi kumbe tumefanya makosa. Tunakaa mbali na Mungu. Praise the name of God. Na Mungu wetu anapenda sifa sana. Tulisoma katika hiyo Psalms 23 tukasema ya kwamba haya mambo yote mazuri anatufanyia. Ni mapenzi ya Mungu tuishi kama yeye. Ni mapenzi ya Mungu our physical life ifanane na our spiritual blessings. Na ni kwa hiyo yote ndio apate sifa. Bwana apewe sifa. Unajua saa nyingine unakutaka mtu unasema, huyu ni mtu wa Mungu kweli. Mungu anajua kuna mtu wake anapitia shida hizi. Bwana apewe sifa. Kuna sababu. Bwana apewe sifa. Huenda hatii Mungu, hatii baba yake. Bwana apewe sifa. Praise God. Kwa maana the moment utatii baba yako, unapata urithi. Praise God. Unapata chochote ambacho kizuri umeomba mbele ya baba yako. Bwana apewe sifa. Na sitaki kupitisha hapo, naona muda wetu umeenda. Ningependa tu ujiulize jinsi ambavyo uliingia katika ule mlango, jinsi ambavyo unafanya mambo yako, jinsi ambavyo unapewa matangazo hapa mbele, unaambiwa tutafanya hii, tutafanya, hata tunafunzwa. Bwana apewe sifa. Ni mwana mwadhiki. Praise God. Wewe ni mtiifu mbele za Mungu. No. Praise God. Na ukikuwa mtu mtiifu, utagawa mali yote ya baba yetu. Bwana apewe sifa. Ukikuwa mtu mtiifu, utatembelea katika njia za Mungu, utatembelea katika favor ya Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini kutii, usitii na conditions. Bwana apewe sifa. Tii kwa sababu umependa. Bwana apewe sifa. Baraka ambazo Mungu ametuwekea, yeye alituwekea baraka kabla hatujazaliwa. Praise God. Biblia imetoka kutuambia kwamba alikuwa ametupangia wakati alitufanya watoto wake, alituwekea spiritual blessings. Yeye ni condition alitupea kweli. Lakini sisi tunaanza kumwekea condition. Mungu ukifanya, na mimi nimekwambia nilifanya example na ilikataa. Praise God. Actually nilikuwa nafanya ile maombi ya walking. Na ilikuwa usiku, natembea, naambia Mungu nipe hiyo pesa. Ukinipea nitafanya hivi. Yaani nikashindwa, Mungu wako anataka pesa hiyo siku. Praise God. Si angenipea tu nipe share yake. Si ndio? Lakini akanionyesha kwamba mimi sio wa condition. Bwana apewe sifa. Praise God. Lakini ukijua kutii Mungu unconditional, pia yeye atakubariki unconditional. Praise God. Ukikaa katika laini ya Mungu, haijalishi magumu ambayo unapitia, jinsi tuliambiwa asubuhi, na ufanye kadri ya mapenzi ya Mungu, utii Mungu, sauti ya Mungu ukisikia unatii, pia na yeye atakubariki. Bwana apewe sifa. Napenda tusimame. Amen. Napenda twende mbele za Mungu. Mwambia kwamba Bwana, nimejua kwamba nilikuwa na kutii kwa ajili unanipea. Nilikuwa na kutii kwa ajili niko na uzima wa mwili. Labda Mungu angefanya tu Mungu mmoja inauma, unaacha kanisa, unaacha kufanya mambo ya Mungu. Bwana apewe sifa. Labda Mungu angefanya umekosa tu siku moja, praise God, unamtorokea Mungu. Lakini tuko na mfano mzuri kwa Job, ambaye hata kama alinyang'anywa kila kitu, hata kama aligonjeka mwili wake, hakumwacha Mungu. Bwana apewe sifa. Na mbele za Bwana
Mungu wa ajabu, tunakutukuza, tunasema ni asante jioni njema. Asante kwa kutunenea ya kwamba baraka zetu unazo Mungu ishia milele. Na Mungu wa ajabu, jukumu letu ni kukutii, jukumu letu ni kukaa ndani ya mapenzi yako, jukumu letu ni kufanya kadri ya mapenzi yako Bwana. Mungu wa ajabu, tupe nguvu, tuwezeshe na utembee pamoja nasi katika kila hali Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu na uwezo wako mtakatifu. Sisi ni wana wako na umekiri ya kwamba Bwana ulitufanya watoto wako Mungu wa ajabu tangia kuzaliwa. Mungu ishie milele. God, tunataka all privilege ambazo ziko kwako Mungu wa ajabu zikatufikia sisi Mungu wa ajabu, maana wewe ni mtakatifu. Pokea sifa na shukrani Mungu ishie milele, na kuabudu kwa ajili ya kila mmoja. Asante Mungu ishie milele, asante Mungu mtakatifu. Thank you. Karibu pastor. Tuombe Mungu atusaidie, atupe neema. Tuketi tu chini tunapomalizia. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutunenea siku hii ya leo habari ya kutii, ya kwamba Baba anakuwa na vitu zote ambazo tunahitaji, na pengine tumekosa kufika hapa kwa sababu ya kutotii. Bwana Yesu asifiwe. Ingine tumeona hata kuna watu wametii kama Ayubu, lakini Mungu ana njia zake za kutupitishia ujumbe ni ya kwamba hata wakati wa kujaribiwa kwetu, wacheni tuendelee kutii Mungu na kumpenda na kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwimbaji mmoja wa wimbo alisema atamfuata Yesu hata kama mambo itakuwa namna gani. Na njia moja ni kama kiapo alikuwa anasema bado atamfuata Yesu. Bwana wetu atukuzwe sana. Akaimba kifungo cha wimbo akasema, Yesu mura afa wakwa neuneneigerera ikele mwanani wakwa ona ikemamu Yesu imukuru berera ewa kwelile apani ganena nata gurumaye ona magi yamalia Bwana Yesu asifiwe sana. Siniki hapo huyo alichukua ya kwamba liwe liwaro, wakati wa njaa, wakati wa furaha, wakati wa upweke, wakati wa nini, Baba nitakufuata. Bwana wetu atukuzwe. Nami nitatoa himizo niseme ya kwamba wacheni tumwambie Bwana, we will serve you unconditionally. Bwana wetu atukuzwe sana. Mungu nitakutumikia without any condition. Sina kitu nitakuwekea, lakini nitakupenda tu. Bwana atukuzwe. Hata kama naona wakati mwingine niko peke yangu, Mungu nitakufuata. Kama vile tumeambiwa kutoka asubuhi mpaka sasa, baada ya hiyo ukweli ya kwamba utakuja usimame mahali hapa uangalie na utasema ya kwamba kama Mungu, haya ndiyo shetani ama haya ndiyo shida ambazo nilikuwa napitia zilikuwa zinazuia hii, Mungu nimekutukuza. Bwana wetu atukuzwe sana. Na ni amana sana kufanya hivyo katika jina la Yesu. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Mimi nakumbuka kwa maisha yangu, kuna wakati Mungu niliona kama ameniwacha hata mimi. Na nikaona wakati mwingine kama itaitele mhonoku. Bwana wetu atukuzwe.
Wakati mmoja Mungu aliniita kwa hii kazi hii, na mama Kariuki ni mshuhuda wa hii maneno. Sio mara moja nilienda kwake nikamwambia, "Angĩkorwo nĩ kuhana rĩ, kabadie njoke ukuria ndira igwa atari kwega ngahuraga siasa ngahura wega wala wetu tutukile sana." Lakini akanitia moyo. Na nakumbuka maneno tuliyokuwa asubuhi. Wacheni tuwatie ndugu zetu na dada zetu moyo, kwa sababu leo ananiambia si unaona ile mambo yote na kile Bwana amefanya sasa. Bwana wetu atukuzwe. In life Mungu akikuandaa anaweza kukupitishia. Na ujumbe ni huu, endelea kutii. Bwana wetu atukuzwe. Hata watu wakati mwingine watu hawakuelewi. Wakati mwingine Mungu amekataza watu kukaa na wewe. Bwana wetu atukuzwe. Wewe endelea kutii. Bwana wetu atukuzwe sana. Na itakuwa ni mzuri. Siku moja nikaelewa kitu kikubwa, akaelewa ni kitu. Kielelewa Mungu. Nilikuwa kiongozi wa youth. Baadaye sikuwa pastor. Nilikuwa kiongozi wa youth. Nikaelewa kitu kikubwa. Na watu wanakaa chini, marafiki zako wanakuchorea tu vizuri vile utakuwa. Mimi mwenyewe siku moja kwa sababu nikasirika wakati nikaambia pastor nataka zaidi kila kitu zaidi, ndio hii maneno ifuatwe vizuri. Bwana wetu atukuzwe. Lakini Mungu ni nani? Mungu anapiganiana watu wake. Bwana atukuzwe sana. Na mimi nataka kuhimiza mtu hapa, kama kuna mtu ambaye anapitia kwa upweke, you are just alone, Mungu ako na wewe. Bwana wetu atukuzwe. Kile kitu ambacho Mungu alikuja, sijui kama ni kunipigania ama ni kupigania nini, lakini yeye alikuwa amepanga kitu yote, sijui kulienda namna gani akakufa. Bwana wetu atukuzwe. Sitakai kusema ni hiyo, lakini katika hicho kipindi na kutumika sana. Bwana wetu atukuzwe. Ombi langu ni ya kwamba kile kilinisaidia ama kile kitakusaidia ni hata wakati huo endelea kumpenda Mungu. Bwana wetu atukuzwe. Lakini nikienda peke yangu, hata nikiwa very strong, nikia nyumbani na akili na gadeika, Bwana atukuzwe sana. Bwana ndoto tuwekete na ni wali hiyo na ni wali hiyo kali na uipa. Bwana wetu atukuzwe. Na duweke kama ondo lele modo. Ona wewe ongelia woka we strong. O mania ti. O mundu yarege ko begia. Yarege ko be keu na gaine kuhotanira Bwana nilitwara washo. Tunakushukuru Mungu wetu. Na Baba tunasema ni asante. Maneno makubwa na ya ajabu siku ya leo umetufundisha. Kwamba Bwana subiri ukatuambia tukunywe kikombe na tukugojee utakuja Bwana. Leo umetuambia tena tunapokuja kikombe hiki tukutii, tukusikie na tukuheshimu Bwana wa mabwana. Bwana hatujui ni akina nani ambao wanapitia vikombe vizito vya maisha. Wengine ni upweke, wengine Bwana ni kunenwa. Baba naomba kwa jina la Yesu, wewe ujuaye kuchunguza mioyo na mawazo, chunguza watu hawa Bwana, kwa sababu ni wako, kwa jina la Yesu. Wengine mfalme wanapitia katika vita vya kijamii. Wewe ni Mungu ambaye unajua kupigania wanao, na wakati mwingine kama wanadamu wanaweza kuvunjika na wafe moyo na washindwe na kuendelea. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu ninawaombea neema, kama vile Bwana ulitumiwa malaika wakaja. Baba ninaomba kwa jina la Yesu, wanaume hawa, wamama hawa, vijana hawa na ndoa hizi, biashara hizi na hata kazi zetu za mikono, Bwana tumana sasa ili tubarikiwe na tuinuliwe. Na katika Pasaka hii ombi letu Mungu wetu na mtakatifu, utapigana vita vyetu, utatembea na sisi, utatusaidia. Maadui wa imani tunawakemea kwa jina la Yesu. Hili kanisa tukiliombea baraka na neema na ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Juma lijalo Bwana twajikabidhi mbele zako Bwana, na ni ombi letu katika jina la Yesu. Wewe ambaye uliliongoza kanisa la kwanza, ukaongoza mitume na manabii waliokuwa mbele zetu Bwana, wakapigana vita, ukawasaidia kutii. Ombi langu Baba na Mungu wetu, saidia kila mmoja wetu hapa, tutatii sauti yako Bwana, na tuko tayari hata nasi
Joshua waliungana pamoja na wakasema neno lako watalitii, na walipotii Bwana ukapigania Israeli. Mungu wetu na Baba, una mbinu zote za kupigania kanisa lako, una mbinu zote za kuimarisha ndoa zetu na maisha yetu, hata hali yetu ya kifedha. Baba, naomba njoo na ili Bwana uweze kutusaidia. Tunakutukuza kwa sababu ya wote waliotumika siku ya leo. Bwana, wabariki, watende vema. Endelea kuliinua kanisa hili kwa sababu ya utukufu wa jina lako, na mahali ambapo shetani aweza pata nafasi ya kuumiza maisha yetu, Baba, tunaomba every right ambayo shetani aweza kuwa nayo, kila haki ambayo shetani aweza kusimama nayo, ninatubu dhambi kwa jina la Yesu. Wanao walipofanya dhambi ukawaacha, walipigwa na maadui zao. Baba, napenda kuomba wakati wa kujaribiwa kwetu, ni ombi letu kwa jina la Yesu, ya kwamba Baba na Mungu utatusaidia, ya kwamba kila mmoja wetu tutakuwa na amani na furaha katika jina la Yesu. Tunakupenda Mungu wetu na tunasema ni asante, na ni katika jina la Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bwana wetu awabariki sana. Tunapofunga ripoti zetu, wanaume tulikuwa